Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amjambo. Okay. It's a great morning. Asubuhi njema. Baba Yesu. Mwokozi ametuonekania. Jina la Yesu litukuzwe. Siku ya leo nikiita Julius Dono ambaye nimeokoka asubuhi ya leo. Niko hapa kumtukuza Bwana na niko hapa sababu ya wema wake, sababu ameweza kuniokoa ili nikuje nishuhudie uwepo wake siku ya leo. Bible study ni somo la Biblia ama somo la kujenga miili yetu ama kujenga mioyo yetu, ambapo linakuanga la maana sana sababu ndio linajenga mioyo yetu. Linakuanga la maana sana sababu linatuangazianga ili mtu aweze kujua yeye bila ameitanishwa na Mungu. Bible study ingekuanga na masaa mingi, ingekuanga funzo na elimu ya kuelimisha Wakristo ili kila Mkristo awezage kujua maana ya wokovu ni nini, ama maana ya kuwa katika ndani ya nyumba ni nini. Hayo ndio mafunzo mingi wanga tunaangalia wakati tunasema Bible study, sababu in future tuko na challenges ambazo zinatuangamiza. Tuko na mambo mingi ambayo wanga tunakutana nayo huko nje, but wakati tumefika katika nyumba ya Bwana tunafunzwa mengi ambayo inaambatana na yale tunaopatana nayo huko nje, bali tu na hali ya wokovu. Sababu kuna mafunzo ya wokovu na kuna mafunzo ya kufuatilia huo wokovu, si ndio? Na kawimbo kalikuwa watu naimba zamani, kama unaijua ile inaimba arahuka nalua arahuka nalua okoma ni ugo korere ndoge masina Umekasikia? Sasa nataka tuwe wachangamfu na tuweze kuwa tumechangamka katika ndani ya kanisa, katika kiroho na katika bado wa ulimwengu, ili tuweze kupelekana na wema wa Bwana, tusije tukashikwa na ya dunia. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tuchangamke na masomo na mafunzo ya leo ambayo ni masomo nimeweza kupewa hiyo wiki, masomo ambayo ina elimu na inatuelimisha vizuri kama Wakristo. Mostly sijazoea kuhubiri, bali nimezoea kuangazia maisha ya Mkristiano, vile Mkristiano yale maisha anapitia, yale maisha yanakaba Mkristo, yale maisha Mkristo anaweza kufanya ili aweze kujua yeye vile anaitanishwa na Mungu, ili tukaweze kuendelesha injili ya Bwana tukiwa hatuna tashwishi yoyote. Kuna mambo nataka kuangazia na ni mengi na ina ufunuo na ina kielelezo kubwa, bali masaa
itatukimbisha sana, bali tumechelewa. Ibada haianzangi haya masaa. Kwa hivyo ibada haina makosa, bali sisi ndio tuko na makosa. Sisi ndio tunafanya ibada itupite, sababu wakati tunaandaa, wakati wa kupeana neno la Bwana tunachelewa. Kwa hivyo wakati tunachelewa, tunajinyima wakati wa kusikiza neno la Bwana ama mafunzo. Tungekuwa tunafika mapema, tungekuwa tunapata muda wa kuelimishana na muda mwingi wa kupeana neno la Bwana, ili tukaweze kuelimika how and the ways of going or working in Christianity. Nitachanganya lugha kidogo kidogo, and I hope kila mtu ataweza kuelewa. Bible study today, ningetaka tuangazie mambo kadhaa ambayo timu yetu ni kuangalia how we can build our body spiritually in discipline in your life. How to build spiritual discipline in your life. Yani vile tunaweza jijenga kuwa na tabia kwa Ukristo katika maisha yetu. Kuna mambo kama 5 hivi ningependa tuangazie ili tuweze kujijua na tuweze kupata mielekeo ambayo tunaweza fuata wakati tunaongea mambo ya tunafunzana mambo ya Christianity. Number one, make prayer and fasting as your lifestyle. Make prayer and fasting a lifestyle. Number 2, create boundaries that center around your purpose. Purpose in your life, in your Christian life. Create boundaries that center around your purposes. Number 3, study. Wanamkibisha sana ni wanaandika. Study. Number 3, study the word of God to help build discernment. Number 4, be a part of faith-based community that helps you grow spiritually. Be a part of faith-based community that helps you grow spiritually. And number 5, be constant in order to bear and see fruit. Be constant in order to bear and see fruit. Those are 5 things I want us to discuss about, na tuangazie according to the Bible how it tells us vile tunaweza ambatana na mambo 5 ili tuweze kuwa na tabia kama Mkristiano, ama vile unaweza kuwa unakaa maisha ya Mkristiano ya Christianity. Nataka nichague haya mambo 5 kwa haraka sababu ya muda, ili tuweze kujua na kuelewa the way we can live a simple life and a good life with salvation in our lives. For example, sisi kama as believers
tumeitwa kwa hii life ili tuweze kuishi maisha ambayo ni mazuri, maisha ambayo iko na tabia, maisha ambayo tunapitia mambo mengi, maisha ambayo tunajaribiwa, maisha ambayo tunataka kusucceed. Haya yote, there is challenges we face in life, as Jesus faces many things as he was in the wilderness. As believers, we are called to live a life of discipline, a life that calls us to pass many tests and temptations. Maisha ambayo tuko na majaribio mengi, maisha ambayo tunajaribiwa kila wakati. And that's how sisi Christians wanga tunalemewa kudumisha Ukristiano. Sababu wakati tunapopita mahali, wakati tunapofanya mambo yetu, kuna wakati inafika tunakuwa na majaribio. Kuna wakati inafika tunakuwa hatuna njia, tumeshindwa na mwelekeo. Now today I want us to know, nataka tujue ni mwelekeo gani tunaweza kuwa nayo ili tuweze kukabiliana na haya maisha. Ni nini tunaweza fanya ili tuweze kupigana na hii janga, ili mioyo yetu isije ikawa ya kuvurutwa na mambo ya dunia, mioyo yetu isije ikawa ya kuvutwa na mambo ya ulimwengu, yale tunaona huku nje, ama vile tunaweza toa tamaa za mwili, ili tuweze kufuata njia za Ukristiano. The temptations we take ni temptations ambazo tunapatana nazo ziko katika maisha yetu, vile tunapoishi as the life of Jesus, vile Yesu alipoishi. Jesus lived an uncomfortable life ambayo ilikuwa inahitaji awe na tabia ya juu sana. Ilikuwa inahitaji awe anajua yeye ni mwana wa Mungu, ambayo hata angepatana na nini, angeangalia tu upande mmoja, asimame na principles, aseme mimi nimeitwa, mimi niko hapa kushuhudia wema wa Bwana. Kwa hivyo wakati alikuwa katika jangwani, yale majaribio alipopatana nayo, alifaulu ama alisucceed because of discipline, because of alikuwa na heshima, sababu alikuwa anajua ni nini ilimfanya aje hapa duniani, ni nini ilifanya aende msalabani. When Jesus was crucified, haikuwa tu bure, alikuwa anajua. And the reason aliweza kusucceed at the cross, it's because alikuwa anajua ni wapi anaelekea. He knows well, I'm here to die for my people. I'm here to die for the life of others. Kama hangekuwa anajua anakufa kwa ajili gani, hangekubali kusulubiwa, angekuwa ragai, hangeambatana na haya mambo. Wakati alitestiwa jangwani, angekubali vile shetani alikuwa anamjaribu. Lakini because Jesus have discipline in life, Jesus in spiritual life alikuwa anajua kuna Mungu ambaye amemtuma, and that's the reason Mungu aliweza kusucceed in wilderness. Ndio Yesu aliweza kupass over through the cross ili aweze kuokoa watu wake, ili sisi tuweze kusamehewa makosa yetu. Just imagine kama Yesu hangesulubiwa, kama Yesu hangekufa kwa ajili yetu, what a kind of life we will be living today. Tungekuwa tunaishi maisha ya aina gani kama Yesu hangekubali kufanyiwa haya yote? That's the reason I want you to understand your life in Christian, vile unafaa kuishi, ama vile wewe mwenyewe unafaa kuangazia your life. Reasons for this, it's only being disciplined. Kuwa tuna tabia
keep the end goals in mind, and also to know who would you be in life. Wakati utafaulu haya yote, utakuwa mtu wa aina gani? Wakati utakuwa unaambatana na wema wa Bwana, utakuwa na maisha ya aina gani? So as you can succeed in all this. Yesu yeye mwenyewe aliamua kuwa na tabia, na akajua the reason he was called, and he would not come to earth to do what he was sent for if he did not choose to die on the cross for our sins. Whereas angekataa, maisha ingekuwa ingine. Angekataa, maisha ingekuwa vile tulivyo. Hatungekuwa na kanisa la leo. Tungekuwa tunaishi tu dunia bila kujua tunaelekea wapi. Now, let me look for number 1. For making prayers and fasting a lifestyle. Kuweka maombi na kufunga kuwa mtindo wa maisha yako. This comes Pastor Kimando. Twende kwa hizi verses haraka ili tuweze kuangazia haya maneno. In the book of Joel 2 verse 12. Joel 2:12. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Jana nisema kwamba nami nimeokoka na Yesu ni Mwokozi wa moyo wangu. Nasoma katika kitabu cha Joeli kama Joel sura yake ya 2 na mstari wa 12. Kama nyote mko mahali pale, neno la Bwana linanena. Nasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Amen. Nataka tusome tu moja. Kienda nyumbani utaendelea hapo mbele, ndio utaweza kuangazia about fasting, ili uweze kuelewa what's best thing while you fast. Wakati unafanya fasting, wakati unafunga, wacha tu kufunga kwa ajili sababu tumeambiwa tufunge. Wacha tu kufunga sababu kuna jambo liko mbele yako, bali zoea kufunga kila wakati ili Mungu naye aweze kuwa karibu na wewe. If you keep fasting, weeping and mourning for Jesus, funga, lilia Bwana, nawe utakuja kuona there is a room for God to cause a spiritual breakthrough in your life. Wakati unaomba, wakati unafunga, ndio Mungu naye anakuja, anakufungulia kikao ndani yake ili uweze nawe kuangazia wema wake. Pia be in a position, surrender, jipeane wewe mwili yako. In a situation Mungu anaweza kuja ndani yako na apate makao. Sio ati unaenda fasting, umetoka kwa mlima, tena ukifika na hapa unapatana ndio hiyo maandamano, unapata watu ndio wao wanapora maduka za watu, nawe unasema ulikuwa na njaa, umetoka kwa mlima, unaanza kuingia kwa hizo maduka ati nawe upate mkate ama upate soda. No, hapa nataka uelewe vizuri sana. Wakati unapoomba, wakati unapolilia Mungu, hapo Mungu naye anatakanga uondokane na ya dunia ili uweze kukaa kwa wema wake. You see? So,
once you are fasting kila wakati unaomba kila wakati, Mungu anakujaga karibu na wewe, anakupatia nafasi kwa maisha yako ili ukaweze kukaa na wema wa Bwana. Na ndio wakati atakuzingira, ndio wakati atakuondolea janga, ndio wakati atakuondolea mahasira, ndio wakati atakuondolea fikira ambazo za kufikiria maovu. Also, you have to surrender your body. Sio bali tunakuomba, you have to surrender your body. Usipende mwili wako wakati wewe unajua wewe ni muombaji. Also, wakati unaomba, Mungu anakufungulia macho ya kiroho. Mara mingi unapofanya fasting, Mungu anakuonekania kwa njia tofauti. Anakufungulia macho ya kiroho. Yale ambayo yamefichwa, yale ambayo wa maadui wa shetani wanatega binadamu nayo, anakufichulia. And that's the reason if you live in a disciplined life in Christianity, wakati unaishi maisha ambayo iko na tabia, uwe muombaji, Mungu anakufungulia nafasi ya kuweza kupita njia ama kupa mwelekeo mahali huwezi yapatana na jangwa zingine, mahali ambao shetani hawezi kuja tu kujaribu. Mtu hawezi kuja akupate pale aanze kukuelezea tupite hapa. You have your own principles. Si ndio? Wewe mwenyewe unajiongoza, sio kuongozwa na yale unapatana nayo hapa duniani. Mungu naye anakujaga kukuonyesha njia ambayo unafaa kuishi. Wakati unamwililia sana, wakati unafanya fasting, Mungu anakufungulia njia ya kwenda na mwelekeo ambayo inastahilika ama mwelekeo kamili ya Christianity. Na atakuwa amekuondolea adui wako, atakuwa amekuondolea watu wa mshene, atakuwa amekuondolea watu ambao hawakutakiangi mema. Wote hawatakuwa wanakuona mahali, because Lord Mungu mwenyewe atakuwa amekuondoa katika hali ya dunia na akuweke katika hali ambayo ni hali ya iko na amani, hali ambayo hakuna mtu anaweza kuja kucheza na maisha yako. Hata mganga mwenyewe akitumwa kwako hawezi kuona mahali umefichwa. Jirani wako kama anataka kukutendea mabaya, wakati anakuja kukutafuta katika anga, hakuna mahali anaweza pata wewe, because you are hidden. Wewe uko katika hali ya Mungu kila wakati. So once you keep praying all the time, once unafanya matendo ya Mungu, adui anakosa mahali umeenda, because always God creates you a room for you to stay in, ambapo yule mtu anaweza kuletea hapo ni mtu ambaye tu anaambatana na maisha yako pia, a Christian partner. Huyo tu ndio Mungu anaweza kuletea ndani yako, hawezi kuletea maadui. So in making prayers and fasting a lifestyle, that's the things you have to do. Maisha yako inabadilika. Number 2, create boundaries that centered around your purpose. Wewe mwenyewe, you have to set up a life ambapo if you stay in discipline, you have to set a life ambayo you have to keep boundaries, ambapo utakuwa na maisha ambayo wewe mwenyewe umejiwekea, ukiwa na nego fulani, ukiwa na mwelekeo fulani. Once we go to the book of Hebrews, twende kwa hiyo fast. Nataka niende haraka ndio niweze kumaliza hizi vitu. Ndio nataka niwache kama umeelimika hapa, na uone how we can change, to see how we can change our lives in Christian. Hebrews 12. Basi ngapi? 11 to 13. Nasoma katika kitabu cha Waebrania sura wake ni wa 12
naanzia hapo 11 mpaka 13. Neno linasema, kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia za kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Amen. Jiulize wewe mwenyewe, do you have boundaries as a Christian? Do you have boundaries? Umejiwekea mipaka katika maisha yako ya Christianity, ama unajiitanga Mkristiano wakati umeingia ile mlango, wakati uko nyumbani, wakati uko kazini, wakati uko safarini, wakati umekusanyika na watu, sababu hapa nje kumejaa watu wa aina mingi. Do you have boundaries? Ama majaribio tu ikikuja kwa wengine inakuja tu mpaka wewe inakufagia? My fellow Christians, nikiomba wakati unapotembea na hapo nje, wakati unaposafiri, wakati uko kwa plot, have boundaries. Jua wewe ni Mkristiano, jua wewe vile unahitanishwa na Mungu, ili wakati mambo ama janga linapokuja, wale watu hata wakikuangalia wanakuja kujua ule ni mtu ambaye hapendi uchokozi, ule ni mtu ambaye hapendi machafu, ule ni mtu ambaye hapendi kudharauka, kusumbuliwa, ule ni mtu hapendi kupewa mambo ya wengine. You see, control yourself, have your own boundaries, so as once umejiwekea mipaka, na pia wewe ni muombaji, kumbuka Mungu atakuwa amekuzingira. Majaribio yote itakuja, sababu majaribio lazima ikuje. Ikikuja ikupate, there is no way itakuja ikuweze. So Jesus wakati alikuwa jangwani, he set his own boundaries, and that's the reason aliweza kufaulu jambo, sababu shetani alikuwa na nguvu sana na alikuwa mtutirike sana, lakini Yesu alikuwa amenyenyekea tu, sababu alikuwa anajua vile ameitanishwa na Mungu na alikuwa anajua anaelekea wapi. That's the reason wakati alikuwa anajaribiwa hangeweza kufuata yale shetani anamuelezea, sababu yeye alikuwa na mwelekeo yake. So whatever the temptations Jesus faced on the wilderness, haingeweza kumwangusha, bali yeye hata akisikiza alikuwa anasema ndio iko, lakini mimi niko na njia yenye naelekea. Wewe as a Christian ukipatana na mtu hapa akwambia usiende ile kanisa, toka ile kanisa twende ile nyingine, what is that? Wewe ukija hii kanisa ulikuja na lengo gani? Wewe wakati uliokoka na lengo gani? Ati mtu mwingine atakuja, hujui kama ameokoka, hujui yeye ni aina gani, akuje akwambie leave this way, toka kwa hii njia twende kwa hii njia nyingine, twende kanisa ambayo iko na hapa chini, na ulikuwa unakuja hapa. My dear, utakuwa wapi? Utatokea wapi? Huyo mtu si amekuweza, kumaanisha your Christianity life, kuokoka kwako hakuna maana, sababu you don't have discipline, hauna heshima na yale wewe mwenyewe unaangazia. In short, hauna mwelekeo. Mwelekeo wako ni mwelekeo ya wale wengine, you follow others. So Jesus resisted temptation, and the test came to him during fasting. These things you have took opportunities to separate yourself from the others. Have discipline yourself. Lauka asubuhi mapema, early in the morning. Omba kama Yesu vile alikuwa anatenga, vile Yesu alikuwa anatoka. Si alikuwa wakati alikuwa
na his disciples. When Jesus was with his disciples, there is a time alikuwa anawatoroka asubuhi mapema, anaenda kwa mlima kuongea na Mungu wake. Alikuwa anaenda kuomba. The reason why hakuwa anataka yale yeye ameitanishwa na Mungu hawa waijue kwa haraka. Lakini alikuwa kwanza anaongea na Mungu wake, alafu anarudi tena kwa his disciples ili aweze kuwafunza. You see, there is a time you yourself you have to take time. Ondoka kwa familia yako kidogo, jitenge kidogo, go and pray somewhere. Toka kwa kanisa kidogo. Take your time, pray yourself. Wakati unakuja hapa Sunday, kuna yale mambo umeelezea Mungu during the week. Kuna yale mambo umejulisha Mungu. Mungu nataka kupitia hii njia. Usipeleke tu mashida. Muulize Mungu, what the way, njia gani Mungu unataka nipitie? And he will direct you. Atakuelekeza ile njia ambayo inastahili. So, jaribu kuwa kama Yesu. Just try and look, go back to the Bible. Soma historia ya Yesu. Wakati alipokuja hapa duniani. Yale majaribio Yesu alipitia. Vile Yesu alijaribiwa. Na ile matendo alikuwa anafanya. Just follow vile Yesu alikuwa anafanya wakati alikuwa na his disciples. Ukiweza kuangalia life ya Yesu, na wewe ufuatane sasa na maisha ambayo ya kujitenga na kujiweka somewhere separate, kujitenga mahali, kuiga eline. Alafu unauliza Mungu wako, just talk to your God. Mwambie kuelekeze. I have people here. Like we have our overseer here. Overseer sio kila wakati yeye hata hajiobeangi. Mara mingi utapata anauliza Mungu, how can I do for these people? Naweza fanyia hawa watu namna gani ili waweze kukaa katika imani? Those are the prayers ambayo wewe unalilia, unafaa kulilia. I'm a chairman. Mimi nikienda mahali nikae naulizanga, God, what do you plan for me to do for this church? Si ati nakuja tunaamkia tunauliza watu mkwenda tuingiate. Yeah? Is that a fact? Mkwenda tuingiate. Si mtanipea majibu mingi sana. Kuna mwingine hata ananielezea tuhamishe hii kanisa hapa tupeleke kwingine. Is it? Niulize mwingine anieleze, tubadilishe masiku ya kanisa. Is that? Those are hiyo ndio mambo ambayo majibu mtanipea. So, there is no need for me to come to you. Nimuulize tutafanya nini. Let me first go in a hidden place, niulize Mungu unataka tufanye aje katika hili kanisa. Mungu, nipe mwelekeo wa kuongoza hii kanisa. And that's how I do. And that's the reason tukiingia pale kwa mkutano, leaders. I'm not a genius. Sijui kama nimeandika hizo mipango kwa kitabu. No. I go to God. Namuuliza nifanye nini? And that God directs me. Enda watu wapangie hivi na hivi. And if you do this and this, they will follow. And that's how I work. Hivyo ndivyo mimi hufanya kazi. Because sio mimi nilijipa hiyo ujasiri. It's the God. So you yourself, jiulize kwa nini unaibada hapa. Hiyo kipawa, hukuenda training ati kujifunza kuimba. Nani ameenda training ati kuimba nyimbo za kanisa? No one. But God gave you that opportunity. Uwe unaibisha kwa kanisa, uwe unafanya jambo fulani kwa kanisa. So every time uliza Mungu, leo nichangamsha watu na nyimbo gani ambazo zinaweza fufua hiyo mioyo na iwaweke kwa hali kamilifu. That's how we work. Now, and that's how Jesus aliweza kufaulu jangwani. Because alikuwa na lengo na alikuwa anajua, alikuwa analilia Mungu wake. How do I go and do with these people? Number 3. As we go. Mbakisha 3. Study the word of God to help build discernment. This comes in the book of Joshua. Joshua 1 verse 8.
Tunasoma katika kitabu cha Yoshua sura wake ni wa kwanza na mstari ni wa 8. Neno linasema kama nyote mko mahali pale, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Amen. Yenda nyumbani na uongezea hapo chini, tutaweza kutafakari hapo vizuri. Ati I'll make your ways prosperous and you will have a good success. Once ukizoea kukaa ndani ya Mungu, ukizoea kumwamsha Mungu, ukizoea kufunga, ukimlilia Mungu, anasema hapa hivi, ukizoea kusoma maandiko kila wakati, Amen, the Lord himself will make your ways prosperous. The Lord himself will make you to succeed in your life. Amen. Mungu atakufungulia njia, Mungu atakuelekeza. Kwa hivyo, my dear brethren, wacha nikuhimize leo. Kuna msemo tunasemanga na watu wanaonanga ni kama matusi. Ati if someone backs to you, hata kama ni kwa matatu ama kwa njia, ufanye jambo, usikie mtu amekuelezea, mind your own business. Kwa mtu amekutusi, na mbona watu ukasirika? Nikupate pale nikwambie, niende kupitana na wewe, tukokane kidogo, unigeukie, nikueleze mind your own business. Nimemaanisha nini? Pita njia yako, mimi nipita zangu. Ulikuwa unaenda hivi, mimi naenda hivi. Mind your business kwenye unaelekea. Live about my business. Is it? Na hapa ndio tunaangukanga. Hapa ndio tunaangamia because we don't mind our businesses. We mind others' businesses. My dear friends, what's the meaning of being mind your own business? Shughulika na maisha yako. Wachana na maisha ya jirani. You come here alone. Ulikuja peke yako, ulikuja na mizigo yako. Mizigo umetolewa. Imekuwa miepesi. So, live about the others' businesses. What you have to do is only as you are Christian, keep praying for those who are in burdens. Ombea wale ambao wako na mizigo mizito, ili nao mizigo iwe miepesi, uweze kupelekana na roho moja. The difference in lifestyle, it's only atupelekanagi na mioyo moja. We live in different spirits. And that's the reason binadamu unapatanga akikwazana na mwingine. Nothing else. If you live in one spirit, no one will clash each other. Hakuna mtu angekuwa anakosana na yule mwingine. But because we separate our heart, we separate our lifestyle. Wewe unataka kuishi hivi, mimi nataka kuishi hivi. Ukiona mimi naishi hivi, unasikia vibaya. What's that? It's my business, it's your business. There are two businesses here. But if it comes with the one business, each and everyone will mind one business. Tutakuwa tunaelezana, Ushu, let us mind our business to model Joseph. Sindio? Because we are Christians. Ati, let us mind our business, tuende tukamtembelee mtu fulani na mmoja. Situko kimoja. So, and that's the reason tukaenda njia moja. But because we live from different ways,
hatuishi kwa moyo moja ama kwa roho moja. That's the reason unapatanga watu wakikosana hata kwa brother, my dear friends. Hakuna kitu kingine. If you kanisani, mimi nachanganga sana kusikia watu kanisani wanakosana. The reason why, kwa nini ukosana na mwenzako na nyinyi wote mlikuja kumuomba Mungu mmoja? But mwangalia aibu ule mudhikiridi yake, nothing else. Hautaingia kwa hiyo maisha. Your spirit will be fresh, your spirit will be good, na utaweza kuishi na kila mtu. Utaweza kuishi mpaka na yule alikosea miaka 10 imepita. Because if you come in God, umlilie Mungu, umwambie Mungu nataka kukaa na wema wako, He will show you the way and He will make your spirit fresh. Hautaikuwa na shuki na watu. Utakuwa unaona binadamu is like you. Tunasema binadamu tumeumbwa tukiwa kimoja. But we people we live differently. Tuliumbwa pamoja na tunaishi maisha tofauti tofauti. Whatever you live, kama unaishi kwa ghorofa, mwingine anaishi ghetto, live about that. Hapo ni maradhi, ni kulala analala. But how do you live in spiritual life? Hata yule kwa mabati ameokoka, yule kwa ghorofa ameokoka. But if you don't live in one spirit, you are different. Na utakuwa unachukia yule mwingine. You see? That's number 3. Let's try to go hard ili tuweze kuokoa hapa, tuweze kuokoa masaa. Because Shetani wanted Jesus. Alikuwa anajaribu, Shetani, he was trying to twist. He was trying to twist scripture so as Jesus aweze kuwa tempted, aweze kuanguka katika mwelekeo yenye alikuwa. Because Shetani alikuwa anajua Yesu ako na msimamo. That's why he was trying to twist mind zake ili aweze kumwini. Umenipata? And that's how we live in life. Mimi nikija kwako na kuja ukua mzuri, nitakuja tu na peremende hivi, nikuja nikuataa. Sasa once nimekuataa, nimeenda na wewe, nikupitishe chochoro, nikupitishe hivi, nikuonyeshe hapa, twende tufanye matendo na huko, then ukirudi hapa labda uobewe tena na umwagilie mafuta. Sababu already umeingia kwa mtego. Ushajipeleka sababu you don't have principles. You don't have discipline in Christian. So try to change yourself. Number 4, be part of a faith-based community that helps you grow spiritually. Let's go to James 5, verse 16. Tunasoma kitabu cha Yakobo ama James chapter number 5 verse 16. Biblia inasema, ungameni dhambi zenyu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Amen. Hapa ni wewe mwenyewe ujiulize. Ni wewe mwenyewe ujiangalie. What kind of life you live in church? Katika ndani ya kanisa, katika kazini mwako, ndani ya ploti yenu, sababu kwa nyumba kwa peke yako na familia yako. But even in your house, if you don't live in one spirit, there is no cooperation in that house.
And if you want to prosper in your family, don't consider the other person as an evil man or an evil woman. Usimuone bwanako kama mtenda dhambi ati wewe ndio umeokoka. Hapana. Usione bibi yako ni mtenda dhambi ati wewe ndio unasifika zaidi. No way. If it is in your house, let me try to analyze here. Kwa nyumba yako, if you are Christian, pray for your house. But once umeingia kwa nyumba yako mkiwa pamoja, you have your family here, even uko na mpaka na bwanako ama uko na bibi yako, try to consider yale mambo inaambatana na boma yako, so as you will be able to equalize everything in your house. Mtoto, discuss about school, discuss about job, discuss about many things ambayo inaambatana na nyumba yako. So as in that house, the discussion will be how we can grow our family. Umenipata? If you are in fasting, si unaambiwa uende mahali kando. Kwa nini ati bwanako amekuja kwa nyumba, amegonga mlango, ako kwa geti nje, ametoka job ni saa 4 saa 5 ama saa ngapi? You are in praying. Alafu usikie mlango inagongo. And you know the time ni masaa ya bwanako kuingia. Niko kwa maombi. Acha agoge hiyo milango. Nitamfungulia nikimaliza. My friend, you are lying yourself. Huyo mzee ujue yeye sio muombaji. Yeye amekuja kwake kwa nyumba yake. Once unaendelea kufungulia yeye ile mlango, ni hasira unamuongezea. Cut off your prayers for time. Mungu anakujua na anajua unaomba. Cut your prayers this. Enda fungulia yeye, karibisha yeye. Kwanza muonyeshe anga ya nyumba iko safi. Patia yeye chakula. Pembeleza yeye, wacha aende ala. Continue in your prayers. Because hata akiingia utaomba. Utaendelea kuomba akiingia. And you know already hawezi shirikiana na wewe, kwa hiyo naomba. Disturbing yourself. You are spoiling your house yourself. So, now here, acha nitoke kwa nyumba, nirudi sasa hapa kwa kanisa. Confess your sins to one another. Pray for one another. Learn how to heal. Learn to be righteousness. A person has a great power as it is working. Wakati uko hapa na unachukia mwenzako na mko kwa kanisa moja, kuna siku mtakuja kushirikiana kwa jambo moja. Lakini nifafanue zaidi because I have only 5 minutes. 5 minutes only. In church, wakati uko kanisani, do you have a group of Christians ambao mnaweza shikania nao pamoja muombee jambo fulani? And here, let me advise you. Wacha nikupe siri hapa. Wakati umekabwa na mashida, wakati umepakana na mambo na uko hizi, unajua ile kitu tunafanyanga na mahali tunakoseanga zaidi, we keep our own secrets. Hata wakati umefinyika, unanyamaza, wakati unasumbuliwa na akili, umekuja umekaa hapa, unauliza au atamaliza saa ngapi? Niende nimwelezee mchungaji mambo yangu. And your bell, live about being prayed here. Kabla utakuja kuombewa hapa, try to look afraid. Kuangalia watu wawili watatu, mkae na hao, discuss that thing with those people. Mtafute solution. Then, wakati umepata solution, si amekuelimisha, sasa kuja uombewe. Na wakati unaombewa, utakuwa umejua suluhu ya kuondoa hiyo jambo. Umelipata? Once unashikana na group, ati sijaona hiyo ni tabia hapa.
There is a church unaonaga ati tuko na mtu mmoja anahitaji maombi. Let's pray for our sister. Let's pray for our brother. Hatuna hiyo tabia sana. But if you consider tuwe na hiyo tabia ya kushikana mikono tuombee mtu fulani. Tuwe tunashikana mikono tuombee mtu fulani. My friend, will God be away with us? God, Mungu atakuwa ndani yetu. He will stay and he will stay and he will live in our lives. Hata wakati tunapoenda na huku kwa barabara. Ametuzingira hivi. Na ndio unasikiaga wakati mnaomba mkiwa mmeshikana mikono, shetani hawezi kupenya wapi? Hatujaielewa sana vile hiyo kitu inaendana. Sio ati tumeshikana tu mikono ati shetani sasa hatapita kati yetu. No. Keep praying kila wakati, sio hiyo siku moja peke yake. Shetani ni mjanja. Utaomba hapa saa hii lakini ukifika pale ashakuataka. Ataanza kukupeleka hivi, wewe unaona huyo mtu hata vile tumemuombea hata badilika. You have evils in your mind. Ushaingiwa, shetani ashakuataka. Watu wakati umetoka pale ukisema, "Oh Mungu, tunaomba tu ubadilishe huyo mtu." Mungu anasikia. Na shetani hata anaweza kutwist wewe. So that's the reason utakuwa na principles to live in spiritual life. But if you don't have principles, my friend, hata uombewe hapa, ukitoka pale shetani anakuattack tena. Sababu ako na kajia anakupitia hivi. Anakupea shuki, shukia mwenzako. Anakupea shuki. Anakuambia hai, dharau huyo mtu. Na unamdharau. Sasa Mungu naye anasema wewe ushanitoroka. Sitaweza kukaa na wewe. Number 5. Be constant in order to be a fruitful life. In order to be and see a fruit life. Galatians, the book of Galatians 6, verse 9. Tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 6 na mstari ni wa 9. Neno linasema tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Amen. Let us not grow weary of doing good. For idle reason we will reap if we do not give up. Kama hatutakufa moyo kutenda kazi njema, kama hatutakufa moyo kutenda kazi ya Bwana, finally you will come to bear fruit. You will come to succeed in all temptations you have faced. Majaribio yote umeyapitia. If you have principles, kama uko na mwelekeo mzuri, finally and not finally, you will not go far before finally comes. You see, if you start today, try to go with discipline in your life. Kazini, nyumbani, barabarani, kanisani. Heshimu wenzako. Keep praying, keep fasting. Kwa hayo mambo yote manne, if you consider na ukiweza kuyafanya, finally Mungu atakuja kukufungulia milango, atakuja kukuelekeza njia ambayo haitakuwa na majaribio, ambayo finally will be soon you will bear fruits. You will bear fruits in your life. Yale yote uanga unatamani, yale yote uanga unajaribu kuyafanya, yale yote ushaipangiwa mazuri na hainanga njia, finally it will come true. You see, finally it will come if you keep praying, consistency praying, fasting, yeah. Do good,
kila wakati, you will start building your dreams to come true, and helps to build God's kingdom in earth. Maisha yote utaishi, utakuwa unatengeneza mahali pa Bwana pa kukaa hapa duniani unapoishi. You yourself, you are the one who will create the kingdom of God here on earth. Not God will create his kingdom here. It's you. You will create a room for God to come in. Is it? Once you keep praying, once you keep fasting, once you have discipline in life, once unapenda wenzako, once hauna shughuli na wale wengine, you are creating a room in earth for God to live in, and that's where God will come and stay with you. And that's how utakuja usikie Mungu hatawahi kuacha. But if we want God akuache, enda zigiza, tembea hivi, mara uko kwa God, mara uko kwa dunia. You have to know to separate those two things. Na hapa ndio Christians tunapotelea. Hapa ndio wachungaji wengi wameshindwa na madhabahu. Sababu gani? They are trying to follow Jesus, kufanya mambo ya Mungu hapa kanisani, show off ati hao ni wapenda Mungu. But to the other side, they are going with mambo ya dunia vile inaenda. You see, wengine wanaenda leo wako huku, on Sunday wako kwa madhabahu. Mungu atakaa hapo. Hiyo kanisa kuna Mungu atakaa hapo. There's no room for God to stay in. So, if your life, ukienda nyumbani wewe ndiye wa kwanza kuchokozana na wamama kwa plot, wewe ndiye mchochezi kwa kazi, wewe ndiye sasa unaona wale wengine ni wabaya, my dear friend, there is no room for God to stay in you. It's only shetani atakaa ndani yako, hakuna mtu mwingine. You will be thinking evil things all the time. There is no way you will come to love your friend.